Hivi ni mtaji kiasi gani unatosha kuanzisha biashara spare za pikipiki? Most of the people wanauliza hilo swali kwa sababu wanaamini kwamba ni lazima uwe na mtaji mkubwa ili uweze kuanzisha biashara yoyote. Kitu ambacho ni tofauti. Kwa sasa tuko katika dunia ambayo hata kama ukiwa na kiwango kidogo, unaweza ukaanzisha biashara yako na ukafanikiwa vizuri. Ndio maana katika kuwasaidia wafanyabiashara kuanzisha biashara spare za pikipiki, kuna wale ambao walianza na mtaji wa milioni 1 mpaka milioni 100, na inategemea na location ambayo unakwenda kusupply kile kitu ambacho wewe unakwenda kukiuza. Katika biashara spare za pikipiki ni kweli kwamba ili uwe na vitu vingi ni lazima uwe na mtaji mkubwa, lakini katika swala la kuanza unaweza ukaanza na mtaji kidogo kidogo na ukaukuza taratibu kadri siku zinavyozidi kwenda, kama ambavyo hata sisi tulifanya wakati tunaanza biashara spare za pikipiki. Mimi nilianza na mtaji wa milioni 4 na laki 3. Huo ndo nilianza kufanya uwekezaji wangu katika miaka kadhaa iliyopita, lakini kutokana na kuwa tuna maono makubwa nilifanikiwa kutoka katika rejareja, na sasa tunauza spare kwa bei za jumla na tunafanya vizuri sokoni. Kama una mtaji wa milioni 1 mpaka milioni 3 ni kiwango ambacho unaweza ukaanza biashara yako. Katika milioni 1 mpaka milioni 3 utapata vitu vichache vya kuanza navyo, na katika mgawanyo wa pikipiki tunaanzia katika eneo la engine, body pamoja na urembo. Ukiwa na mtaji wa milioni 1 mpaka milioni 3, uandishi wa mkeka wako utaanzia katika upande wa engine, tutaenda kwenye body na tutaangalia kama kuna kiwango kidogo kilichobaki. Utapata urembo kwa ajili ya kuzidi kutia nakshi katika biashara yako. Lakini kwa mwenye milioni 3 mpaka milioni 7, hapo unaweza ukapata vitu vingi zaidi na unaweza ukagusa katika maeneo yote muhimu ambayo ni kuanzia katika engine, katika body na katika urembo. Hapo utakwenda kuanza biashara yako kwa uhakika wa kuwa na asilimia kubwa ya vitu vinavyohitajika katika eneo lako la biashara. Na kwenye milioni 7 mpaka milioni 20, hapo utakuwa na vitu vingi zaidi, na kuna baadhi ya items chache unaweza kuuza kwa bei za jumla. Mfano brake shoe pamoja na oil ni items ambazo unaweza ukazichukua kwa wingi, na utakapokwenda kufungulia biashara yako ukaanza kuuza taratibu, na utakuwa na uhakika wa kuwa na supply ya 100% kwa wateja wako ambao watahitaji bidhaa kutoka kwako. Kuna wale ambao wana milioni 20 mpaka milioni 100, unaweza ukafungua kabisa location na wewe ukaanza kuuza jumla, kwani tume experience kwa baadhi ya watu wakifanya hivyo, kwani jumla inachohitaji ni fedha nyingi ili uweze kupata faida kubwa. Kuna watu wana mitaji ya milioni 5, milioni 3, milioni 4, anakuuliza kwamba nikiuza jumla itawezekana. Ukweli ni kwamba tafsiri ya jumla ni kwamba utarajie kupata faida ndogo lakini uwe na mzunguko mkubwa. Hivyo kama una mtaji mdogo, unachotakiwa kwanza ni kwanza katika rejareja ili uendelee kujifunza biashara taratibu. Lakini katika kufungua biashara spare za pikipiki, ili uweze kufanya mgawanyo wa mtaji wako kwa usahihi, kuna vitu vichache ambavyo inabidi uvizingatie. Kitu cha kwanza ni kuwa na eneo zuri. Lazima uwe na eneo ambalo litakuwa na uhakika wa wewe kuweza kufanya huduma yako. Lakini kitu cha pili ambacho ni muhimu unatakiwa kuwa nacho ni kuwa na fundi mzuri ambaye atafanya utengenezaji wa vyombo vya moto katika nje ya eneo lako, kwani Kariakoo ndio sehemu ambako hatuhitaji fundi, kwani tunauza tu spare kwa bei za jumla. Lakini kwa kuwa hata kama utauza jumla mtaani, unahitaji kuwa na fundi pale nje ambaye atakuwa anatengeneza pikipiki ili kuhakikisha kwamba at least unapata kimzunguko chako kwa siku. Lakini kitu cha tatu ambacho ni cha muhimu, lazima uwe na mfumo mzuri wa usimamizi biashara yako. Aidha usimamie mwenyewe ama umwachie mtu mwingine kusimamia, lakini biashara yoyote ni lazima isimamiwe vizuri ili kuhakikisha kwamba pia unatengeneza faida nzuri. Kama nawe ni miongoni mwa wanaotaka kufungua biashara spare za pikipiki, sehemu ya kwanza ilikuwa ni somo kuhusiana na mtaji kiasi gani unatosha, kwani watu wengi wamekuwa wakiuliza kwamba niwe na mtaji kiasi gani ili niweze kuanzisha biashara yangu. Lakini kitu kingine cha mwisho cha kuzingatia katika nyongeza hili ni kwamba aina ya pikipiki pia huwa zinatofautiana. Kuna baadhi ya napendelea spare ambazo ni original, na spare za Kinglani pamoja na Sinorai original kidogo bei yake imechangamka sana. Hivyo kama uko katika maeneo haya, ni muhimu sana kuwa na mtaji mkubwa kidogo katika kuanza biashara hii ya spare ya pikipiki, kwa sababu watu kutoka Arusha ambao tuliwasaidia kuanza biashara hii, aliyekuwa na mtaji mdogo sana alikuwa na mtaji wa shilingi milioni 3, na huyo ndio tulikuwa tunasema ana kiwango kidogo, na tulichokifanya kwa upande wake kulingana na maeneo aliyokuwepo tuliweza kumbalansia spare za Kinglani original, spare za makampuni ambayo ni original ambazo zingeweza kuingiliana na Kinglani
moja kwa moja. Kwa hivyo kama una maswali kuhusiana na issue ya mtaji, kitu cha kwanza ambacho inabidi uwe nacho ni mindset. Lazima ukubali kwamba unakwenda kufanya kitu kikubwa sasa katika biashara yako, na hutakiwi kuwaza zaidi na kile ulichonacho, kwani tutakupa mbinu ya kuweza kukizalisha hicho kidogo kidogo na kufanikiwa katika biashara yako ya spare za pikipiki. Kuna baadhi walianza na mtaji wa milioni 1 na wakafanikiwa, lakini pia tuna rekodi za watu ambao walianza biashara hii kwa mtaji wa milioni 10 mpaka 15 na tayari wamefunga kutokana na wao kutokulielewa vizuri soko lao. Kabla hujaandika oda yako, kabla hujafikiria kuhusu mtaji, kabla hujafikiria kitu chochote, hakikisha unajua aina ya spare zinazotoka, kama ni A+A au B. Hakikisha kwamba unajua aina ya makampuni ambayo yanapendelewa zaidi katika eneo unataka kufungulia biashara, kwa sababu spare pia zina vary prices kutokana na aina ya makampuni, kwa sababu kuna makampuni ambayo ni bei cheap, lakini pia yapo makampuni ambayo bei zake kidogo zimechangamka. Hivyo ni muhimu kujua kwamba ni kampuni gani ambalo utanunua spare zake na kwenda kufanya biashara yako. Kuhusu swala la mtaji, ni kuanzia milioni 1 mpaka milioni 100 unaweza ukaanza na biashara spare za pikipiki. Wapo walioanzisha na mtaji mdogo waliofanikiwa, na wapo ambao walisubiria wakawa na mitaji mikubwa wakafeli kwa sababu hawakufanya calculated risk. Tunachokufundisha kwanza sisi ni kuhakikisha kwamba unapata hesabu kamili kuhusiana na mtaji ulionao, kwa namna gani utauzalisha na ni kwa namna gani ambavyo utaweza kuepuka hasara ili kufanya vizuri katika soko.